Muombe Mungu upate pesa yako ya halali. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za kucheza braki iishie hapo. Iishie hapo, naona kwamba iishie hapo. Inakuwa ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa ni aibu. Umecheza braki, bahati mbaya hujamshirikisha mmeo, inafika muda umeshindwa kulipa. Wanakuja wanakuswaka kwamba hii nyumbani sio kwako. Mwisho unaanza kumwogopa mpaka mchungaji wako, utamweleza nini? Unajificha kwa mshirika mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekusudia kukuinua kupitia hatua, hata kwa hizo kidogo. Namna gani umejipanga? Anaangalia hatua zako, anaangalia njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie ile misali. Tuangalie Yeremia 8, tutasoma kwa haraka mstari wa 12. Maneno ya Mungu yanasema kwamba ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyu alivyo? Nitarudia. Nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Wakati wowote mtakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kung'oa na kuvunja na kuangamiza, ikiwa taifa lile lililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, mtagairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatenda. Huyu ni Mungu anaongea kupitia kinywa cha nabii Yeremia. Kwamba inawezekana kwamba kuna muda unafanya mambo ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu. Lakini Mungu atakapokuwa mmegeuka na kugundua kwamba haya nafasi hiyo, Mungu anaahidi hata kama alikuwa amekusudia mabaya juu yako, anagairi, anaahirisha. Aliamua kwamba kupiga kwa tauni, anasema huyu muache kwa sababu alishagundua makosa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndivyo anavyotulinda. Mungu ndivyo anavyotupigania. Mungu ndivyo anavyotushindia. Yawezekana katika ulimwengu huu, tungekuwa tunaona kwa macho ya nyama watu ambao wanaodhania kwamba ni rafiki yangu au ndugu yangu, kumbe ni adui mkubwa, lakini tumefungwa. Haya yote anatupigania ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaendelea kusema, na wakati wowote mtakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kujenga na kuupanda, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasiitii sauti yangu, basi nitaghairi nisitende mema yale ambayo niliazimia kuwatendea. Yaani kama utaendelea kutenda nini maovu, na Mungu anakusudia kwamba utaachana na maovu. Kama Mungu alipanga kutendea mema, basi atasitisha ule mpango wa kutendea mema, ataruhusu yale maovu ambayo unayafanya uendelee kuyafanya. Maana atufundisha kwa njia rahisi. Aliye mwizi maana nini? Ameamua kuacha wizi, aache wizi. Kama anampenda Mungu, ameamua kuacha, aache. Sio kwamba anaiba alafu anasema mimi siibi. Anazini akwambia kwamba kuna mtu ananiona. Anaelewa kwamba mbona wazao kidogo sio dhambi. Hayo ni maneno yako ya kujifariji mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wale maneno ambayo unajifariji mwenyewe. Unafanya kosa anasema lakini mbona na wengine wanafanya hivi, sio kosa hili. Mbona wapo wengi wanafanyaga hivi? Kwani mimi na niona? Ndio mimi sikuoni, rafiki yako hakuoni, Mungu anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie pale mahali tulipo, tuongeze hatua ya kwenda nini? Mbele zaidi. Ukimtazama Mungu sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mgeukie jirani yako. Mgeukie jirani yako. Inawezekana mmekaa hamjasalimiana.
Mwambie Mungu akutie nguvu katika safari ya kwenda mbinguni. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea hivyo kwa sababu tunategemeana. Pasipo hivyo mwingine hawezi. Mwingine anahitaji nini? Anapokuona wewe anaimarika zaidi. Anaposikia sauti yako anaimarika zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kikubwa, jisimamie wewe mwenyewe na Mungu wako, umeone kwamba yupo Yesu Kristo ambaye rafiki wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata ungekuja ungedanganya biki ni mandugu nitoe. Binafsi mimi hunitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba hunitoe kwa sababu mtegemea mwanadamu, hunitoe kwa sababu ni Yesu aliponitoa nafahamu mwenyewe. Hata alionitendea na yafahamu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisimulia atakwambia kwamba nini? Unajipendekeza, lakini kumbe unasimulia ili wewe ushuhuda. Na mwingine kama anapitia mambo mazito kama hayo anaimarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushuhuda pia unajenga. Unaweza kuwa unapitia zito, ukajua kwamba ni zito, kumbe yupo mwenzako ambaye ni zito zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku moja tukawa pale kazini, akawa amekuja, sisi kwa dada mteja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya kazi akawa amekuja mteja. Akasema nina kama wiki 3 sasa najisikia vibaya. Sasa nikaona hapana, hii hali ikiendelea inawezekana ikakatisha maisha. Kwa hiyo nikaona kwamba nibali nije huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ilivyo desturi ya Tanzania, sehemu yote kuna ukarimu. Wameweka pale kiti, akafika pale, akaandikisha akakaa. Alivyokaa, ghafla akaona mtu anayekuja nyuma yake. Zaidi ya pale, sio mara 2, zaidi ya pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu kilichomtoa pale sio kwamba ile ni homa yake. Akasema sasa mbona mimi naongea, natembea, nakuja hapa, kumbe kuna watu ambao wamewabeba. Na mimi nimepanga foreni kama huna nimepanga foreni. Akasema hapana, mimi mzima nimepona. Umeona hiyo? Yaani naongea nini? Kwamba kuna wakati utajiona kwamba unapitia nini gumu. Kumbe yupo mtu ambaye nini anapitia gumu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu anisaidie. Katika safari ya kwenda mbinguni, sio lele mama inakuhitaji wewe mwenyewe nini? Kujidhabihu wewe mwenyewe. Namalizia.